Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana praise team. Mungu awabariki sana kwa kusifu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuanza programu yetu ya siku ya leo kwa namna hii. Tutaimba wimbo namba 135 beti 1. Tutaimba wimbo 135 ubeti 1. Baada ya wimbo huo watu wawili wataenda kuomba. Wawili. Haleluya. Baada ya maombi ya watu wawili tutaimba wimbo wa kitabuni, wimbo namba 130. Yesu kwetu ni rafiki, ajua haja zetu. Tukiomba kwa babaye maombi yasikia. Haleluya. Tutaanza wimbo namba 135 beti 1, halafu tutakwenda kwa maombi watu wawili. Ni siku ya kuomba. Basi Bwana atubariki sana. Bwana atubariki sana. Watu wawili chukue nafasi. Watu wawili Alex. Watu wawili Alex. Watu wawili asante. Watu wawili. Watu wawili asante, asante, asante. Let us pray. Mungu awabariki tunapoenda katika maombi.
Yesu asifiwe. Basi nitamwomba Elda Machage aje huku mbele. Elda Machage tafadhali. Asante. Tomba mwinjilisti Mama Moshi, njoo huku mbele. Asante. Ninaomba Upendo, njoo huku mbele. Asante. Baada ya maombi ya watumishi wa Mungu, baada ya kuomba tu, mtumishi wa Mungu atasimama. Haleluya. Basi Elda Machage utaomba kwa ajili ya mipango ya kanisa. Mama Moshi, ombea siku 4 hizi za uamsho. Roho Mtakatifu alete badiliko kwa watoto wake wa Kiluvya. Upendo utaomba kwa ajili ya vijana ndani ya kanisa. Yawezekana tusijue, lakini siku 4 hizi natamani vijana wa baba na mama wapate baraka mahali hapa. Mama mwinjilisti, toka tunaombea siku hizi, muombee na mchungaji anayesimama mahali hapa. Haleluya. Utakuja hapa mbele. Asante. Beti moja. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Tukiomba kwa Baba ahema, ombi asikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya. Kama tulimwomba Mungu atasikia. Naomba tusimame. Pendo unaanza na tamalizia Elda Machage. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba na rafiki yetu uketie juu mbinguni, jina lako litukuzwe kwa ajili ya wema wako na ukuu wako mkuu sana, hata kutupatia nafasi ya kuweza kufika mahali hapa. Tunasema ni asante na jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa nafasi uliotupatia kuweza kufika mahali hapa, lakini pia tunakushukuru kwa zawadi ya siku hizi 4 za uamsho ambazo umezileta ndani ya kanisa la Kiluvya. Tunasema ni asante na jina lako litukuzwe. Katika siku hizi 4 Bwana, tunakabidhi mikononi mwako vijana wa kanisa hili. Tusaidie sisi kama vijana tukapate kuhudhuria kwa wingi ili tukaweze kuisikia sauti yako katika siku hizi 4. Tunajua changamoto ni nyingi, lakini na shughuli pia zimekuwa ni nyingi, lakini katukumbushe kuona umuhimu wa kuweza kuhudhuria katika siku hizi 4 ili hatimaye tuweze kupata badiliko katika maisha yetu ya kiroho, na hatimaye katika mabadiliko haya yaweze kutufanya tuweze kuwa tayari kurithi ufalme wako unaokuja. Ninaamini ya kwamba umesikia na utajibu sasa na mapenzi yako, maana nimeomba kwa imani kupitia jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Mtakatifu, Mungu mtukufu, Mungu mwenye nguvu, muumbaji wa mbingu na ardhi, tunakuja kwa wakati huu tukinyenyekea miguuni pako, tukikushukuru na kukutukuza kwa sababu umeendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Asante Mungu kwa ajili ya wakati huu mzuri ambapo Bwana imekupendeza tuweze kujihudhurisha katika hekalu lako. Tumekuja kwa ajili ya kuponywa mioyo yetu.
Ninakusihi kwa siku hizi 4 tukabadilishwe kiroho. Yehova, tumekuwa na mambo mengi ambayo yanatuzonga. Ninakusihi Baba, tusaidie kutenga muda wetu kwa ajili ya kukutana na wewe kwa siku hizi 4. Mungu wetu, tunaomba tutakapomaliza siku hizi tusitoke kama tulivyokuwa. Ninaomba Yesu ukalete badiliko katika mioyo yetu. Tunamweka mikononi mwako na mtumishi ambaye atatulisha katika kipindi hiki cha siku 4. Yesu, ninakuomba ukamtie nguvu, mpatie maneno ya kusema yatakayogusa mioyo yetu Bwana. Tunaomba badiliko hata kuanzia kwake, ukambadilishe na kumbatiza na kumsaidia akaweze kutulisha yale ambayo umekusudia kwetu. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa jioni njema ya leo, tukiomba neema yako itamalaki katika hekalu lako, katika jina la Yesu. Amen. Mtakatifu Mungu Baba wa mbinguni, pamoja na maombi ambayo yameletwa na watumishi wako na yale ambayo tumeomba katika vikundi, tunaomba Mungu wa rehema usikie na kujibu maombi yetu. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya kuweka vipaumbele vya kanisa katika mwaka huu mbele zako. Tumevitaja mara kadhaa, lakini hatutaacha kutaja tena, kwa sababu ni mahitaji yetu, tunahitaji kuyapata kutoka kwako. Tuna maandalizi kwa ajili ya kambi la kwanza katika kanisa letu hili. Makanisa mawili yatakayojumuika kwa ajili ya kambi hili. Mungu, gusa katika vipato vyetu, ili kila ambacho kinahitajika kwa ajili ya ufanisi tukipate na tulete kwa ajili ya kufanikisha kazi hizi. Kama kanisa mahalia, tuna maandalizi ya kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tupe nguvu na afya njema ya kifedha hata ya kimwili, ili tushiriki katika matukio haya kila moja kwa nafasi yake. Yako mambo ambayo ya uinjilisti ndani ya kanisa, nayo tunaweka mikononi mwako. Kule Mwavi kuna mwinjilisti anafanya kazi yako ya injili. Mtumie kama upendavyo kwa ajili ya kuleta watu katika kundi lako. Nasi tutakapokuwa tunajihudhurisha katika siku hizi za uamsho, tuamshe tena katika mioyo yetu, ile yale yote tutakayoyapata kwa ajili ya siku hizi za kutujenga katika safari yetu ya kiroho, tutoke tukiwa tumebarikiwa, lakini tukawabariki na watu wengine kutokana na uzoefu tutakaopata katika wiki hii. Naomba kwa imani katika Mwokozi Yesu. Amina. Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nakaribishe kwa vijana. Mpo Kwa vijana ipo? Ipo? Naomba tuje tusifu baada ya kwa vijana. Tafadhali. Baada ya kwa vijana kuimba, ndiposa mtumishi wa Mungu Pastor Mawatola Lumbe atasimama. Haleluya.
wokovu wangu, nani wa kulinganishwa na yeye? Nasema hakuna, hakuna, hakuna wa kulinganishwa naye. Bwana ni nguvu zangu, tena na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu, nani wa kulinganishwa na yeye? Nasema hakuna, hakuna, hakuna wa kulinganishwa naye. Yeye aliyeiweka misingi ya dunia, ndiye ninayemtumaini. Nipitapo uvulini mwa mauti, Bwana atanisitiri. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Yeye aliyeiweka misingi ya dunia, ndiye ninayemtumaini. Nipitapo uvulini mwa mauti, Bwana atanisitiri. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Jeshi lake lote Bwana amewatupa baharini. Nguvu zake Mungu ni za ajabu. Nani kama Mungu? Mwite, mwite, naye atakusikia. Magari ya Farao na jeshi lake lote Bwana amewatupa baharini. Nguvu zake Mungu ni za ajabu. Yeye aliyeiweka misingi ya dunia, ndiye ninayemtumaini. Nipitapo uvulini mwa mauti, Bwana atanisitiri. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Yeye aliyeiweka misingi ya dunia, ndiye ninayemtumaini. Nipitapo uvulini mwa mauti, Bwana atanisitiri. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Yeye aliyeiweka misingi ya dunia, ndiye ninayemtumaini. Nipitapo uvulini mwa mauti, Bwana atanisitiri. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Chukua vyote kwangu, niachie Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuruhusu, na ni kweli ameruhusu mimi kufika katika hizi siku 4 za uamsho. Ninajua hili kanisa
nimeitwa zaidi ya mara 6 kuanzia miaka 2020 na nikawa sipati muda. Namuona ndugu yangu Majura, alikuwa mzee wangu wa kanisa Kimanga, yeye tu kashaniita zaidi ya mara 2 au 3, ikashindikana. Mzee Mapunda, yeye tu kaniita zaidi ya mara 3, ikashindikana. Hii ni kama mara ya 7 hivi ndio imekaa sawa sawa. Na mliowatuma waje kwangu kuniomba kuja hapa ni watu wazito kwangu, na waheshimu, lakini ilikuwa inashindikana. Lakini nilikuwa sikatai makusudi. Maratiba ni nyingi sana. Yaani ratiba yangu ya mwaka mzima imeshajaa na mwakani imejaa. Na ninyi huwa mnakuja mwezi mmoja kabla. Kwa hiyo msinisingizie nachagua maeneo. Nilimwambia mzee Mapunda, ili unipate mwezi wa 11 zile ratiba za mwaka ujao ndio mnipange, hii ya kuniita wiki 2 kabla. Nikamwambia mzee wangu, yani unanishitia lawama tu mzee wangu. Na hata hii pia mlichelewa, ila aliwahi, alijitahidi walau yeye alikuja miezi 3 kabla. Nikampa tarehe akasema tutairisha shukio letu tunakusubiri. Nikampa tarehe nyingine akasema na sisi tunaenda huko. Nikamwambia sasa hebu shusha tena. Akasema tunakubali, tunakufuata mpaka safari hii uje. Kwa hiyo ninashukuru sana kuja hapa. Na mwaka 2014 nikiwa mtumishi wa Baraza la Mitihani la Taifa, nilienda kuhubiri mkutano wa Injili Dodoma Central pale Makuru. Mzee Mapunda alikuwa ni kiongozi wa kanisa. Baada ya ile effort tu ndipo nilipoamua kwenda kusoma uchungaji. Nikiwa kwenye ile effort, nimeaga kazini, mnipe wiki 2 za likizo. Alafu nikiwa kwenye effort, mawazo ya kwenda kusoma uchungaji, nikamwendea mzee Mapunda nikamwambia mimi nimeamua kwenda kusoma uchungaji. Alifurahi sana, akanipa wakati huo 1 milioni bila kujiuliza. Anifahamu, mimi tulikuwa tufahamiani, tumefahamiana pale. Kosa huyu nilikuwa simkatalii makusudi, ila mlikuwa mnachelewa. Wewe angalia mtu kama huyu. Kwa hiyo Mungu awabariki. Mzee Majura amekuwa mzee wangu Kimanga. Maana nilipotoka chuoni tu mtaa wangu wa kwanza kuchunga ulikuwa Kimanga. Na alipoondoka niliumia sana. Unajua kuna washiriki wanapoama kanisa, unasema Mungu huyu uhamisho ufanywe haraka aondoke. Kwenye mabaraza ni vurugu, kwenye halmashauri ni vurugu, hata mnapojenga ukuta hapo hataki. Mkisema tutakuwa na makambi ya kanisa hili dogo, amewahi kuomba makambi, yani anapinga pinga. Huyo uhamisho ukija tu sana kuombea ufike salama. Lakini yupo yule ambaye akiama unalia machozi. Kati ya watu wanaoniliza machozi wakati wanaondoka Kimanga ni Majura. Yaani hadi unaomba maombi Mungu aailishe. Mwishoni tukakubaliana naye, nenda kule wewe unakuja kusali Kimanga. Alikataa. Kwa hiyo ninafurahi kuwaona hapa, na mimi nimefurahi kuwa hapa pamoja nanyi, na tutakuwa nanyi mpaka Sabato. Leo nimewahurumia. Kikawaida mimi ni mtu wa time, na ndio maana tangu saa 10 kasoro nilikuwa mitaa hii, na sijabahatisha. Hata kesho 10 kasoro nipo. Yaani mimi ni mtu wa time. Kwa saa 11 kamili tutakuwa na vipindi vya nyimbo na maombi mpaka saa 11:30. Saa 11:30 nitakuwa nikianza kuhubiri. Kwa Mungu aendelee kuwabariki. Nimefurahi kuwa maeneo haya na mazingira haya. Kwa kweli niwapongeze kwa maendeleo, niwapongeze kwa makambi. Na nitoe, unajua ndio nimeanza kuhubiri hivyo. Na nitoe pongezi
kama kuna watu wenye mashaka kwamba tuko wachache, tunapewaje makambi? Pale Kinyerezi tumezaa kanisa linaitwa Zimbili. Ukiwa Kinyerezi unaenda Segerea, Kinyerezi ipo kushoto, Zimbili ipo kulia. Tulilitenga hilo kanisa likiwa na washiriki 31. Na mshiriki namba 1 ni Pastor Rumbe, namba 2 mke wake, maana sisi tulitengwa nao ili tukawatie moyo. Kwa hiyo wanaofuata hapo ni 29. Pale nilienda kuwaombea kambi lao. Pastor, sasa sisi ni wachache, tutaondokeje Kinyerezi, ile kanisa ni kubwa lile. Sasa sisi unajua watu wakizoea kukaa kwenye kambi la watu 2000, 3000. Nikaambia tutakuwa na kambi letu. Mwaka huo tukafanya kambi. Ilikuwa mwaka juzi. Mwaka jana tumefanya kambi. Mwaka huu wameita kwaya ya magitaa toka Simiu. Na sasa wametoka 31, wako washiriki 120. Wengine wanasema kumbe hili kanisa kubwa, hadi wanafanya makambi, wanazidi kuhamia. Kwa ili mpate watu wa kujenga miundombinu na kanisa kubwa la kisasa hapa, ni lazima mjitegemee. Ndipo kuna watu watakaohamia kwenye watu ambao wamejitegemea. Na msiogope majukumu. Kazi ya Mungu sio ya kwenu. Mzee Mapunda hakuniita kuhubiri visa, lakini ningekupa shuhuda. Kazi ya Mungu sio yenu. Nyie anzeni kufanya na Mungu atawabariki. Kwa kama kuna mtu anaye katakata tamaa, sisi wenyewe ni wachache, tutatoa wapi hela? Hivi wewe unamlimiti Mungu, unaleta mchezo na Mungu? Usilete mchezo na Mungu. Mungu ana njia maelfu zisizo za kawaida. Basi niwatie moyo, songeni mbele na Mungu awabariki. Kitabu cha Danieli na madhara mengine. Mzee Mapunda, sasa Pastor Rumbe ana mahubiri karibia 600. Sasa ninagombana na moyo, niende na chakula gani pale Kiruvya kati ya mahubiri yote ambayo mimi naona yote matamu mazuri. Hilo nalo limenitatiza, maana niende na chakula gani? Basi nikamwomba Mungu, wiki hii yote tutaangalia somo linalosema simama kwenye zamu yako. Simama kwenye zamu yako. Danieli 6 fungu la 1 mpaka la 3. Tutaenda mpaka fungu la 4. Biblia inasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Tuombe. Baba Mungu mwenye enzi yote, shuka uongee nasi kwa jina la Yesu Kristo, amen. Wakati mfalme Nebukadneza alipoivamia Yerusalemu, kwanza vita ya Nebukadneza na Yerusalemu ilikuwa ni vita ya ibada. Ungesema nikupe title ndogo ya mahubiri yangu wiki, ningekwambia tuyaite basi tatizo ni ibada. Vita yote ya mwanadamu tangu bustani ya Edeni, Kaini na Abeli, tatizo lilikuwa ibada. Nuhu na waliogoma kuingia kwa safina, tatizo lilikuwa ibada. Ibrahim na watu wake, tatizo lilikuwa ibada. Goliath na Daudi, tatizo lilikuwa ibada. Na hapa Nebukadneza anataka yeye ndio awe Mungu wa ulimwengu,
na anaambiwa kule mlima Sayuni, kule Yerusalemu kuna watu wanaoabudu kwa Yahwe. Sasa tufanye nini? Nebukadneza anapanga mipango ya kwenda kuharibu ibada, na anachofanya alipofika akuchukua tu. Yaani akufika hapa Kiruvya, Nebukadneza akasema wote Kiruvya nimewateka, mnaenda uhamishoni. Hapana, aliangalia wana Kiruvya ambao wana nguvu ya Roho Mtakatifu, wanaochangia sana kanisa, wanaoendesha SES vizuri, ambao ni mashemasi wazuri, ambao ni wazee wa kanisa wazuri, ambao ni mafundi mitambo wazuri, ambao ni yani mkuu wa huduma mzuri. Hao cream ndio alioibeba. Shetani hana mpango na mtu ambaye amevipa vitu vingine nafasi ya kwanza. Hana time na wewe. Niliweka hivi, Ufunuo anasema joka akamkasirikia mwanamke, akaenda kufanya vita na wazao waliosalia. Ndani ya kanisa la Kiruvya kuna wazao waliosalia na ambao hawajasalia. Kuna wasafiri na ambao sio wasafiri. Kuna wateule na ambao sio wateule. Shetani hahangaiki na hili kundi la pili. Ni kweli wapo kanisani, ni kweli wanaimba, lakini ni watu ambao wanakatisha wengine tamaa. Shetani hana time nao. Vita ya shetani ni kwa Wakristo waliosimama. Na ndio maana Nebukadneza anapokwenda anamchukua Shadraka, Meshaki na Abednego, anamchukua na Danieli. Alichukua mijitu iliyokuwa na roho wa Mungu. Siku moja nilikuwa kwenye msiba wa rafiki yetu mmoja Muislamu eneo fulani. Dada mmoja akapandisha mapepo. Sasa wenzetu wanapoombea mtu mwenye pepo, anasema tu tunawasihi, tunawaomba, nyinyi ni watu wema tu, mumwachie basi tuzike, mashallah tuzike, nyinyi ni watu wema tu. Eti ndio wanaombea hivyo. Ile pepo akasumbua mazishi mpaka akachelewa. Yule dada anapiga kelele, mimi nilikuwa nimekaa kule mbali, ilikuwa vurugu. Mimi nikasema hebu ngoja niende, maana sasa tunachelewa, saa 11 ni vurugu. Nikaanza kwenda, sijamwambia mtu. Nikaanza kusogea, sijamwambia mtu. Nilipokuwa mita 50 toka yule dada alipo, akasema yule simtaki asogee. Yule ni Mkristo. Hapa amezungukwa na walokole, Walutheri. Yule ni Mkristo, sitaki asogee hapa. Yule. Sasa watu wanaangalia, mimi nikajua yule anamaanisha mimi. Eneo hili hapa nikiangalia simuoni Mwadventista mwingine, na mapepo yanatuogopa Adventista. Yule! Mimi nikaendelea kuja. Yule asisogee. Walipoona nasogea, watu wengine wakasema sasa brother, yule anaweza akakupiga. Na akasema namchinja asogea, simtaki. Wengine wakasema bana wewe una vitu vyao na wewe, mimi nasogea. Nikajua tayari. Huyo asije. Ukija na kuwa. Nilipofika katikati akasema, akageuka sasa. Usije na kuogopa. Kule kwa anasema na kuwa. Hapa katikati na kuogopa, usije na kuogopa. Na mimi nikamkazi ya macho. Usije hataki kumwangalia. Nikasogea, nilipofika sasa tunaondoka. Msiba mzima wakaniangalia, na msiba wa Kiislamu. Nikasema hawa na waimbisha leo pambio, twende juu Sayuni. Kumbe wanaufahamu Bwana. Wakaimba, wanaufahamu. Wakaimba mji wake Bwana tukifika himba, haleluya. Nikamwambia binti yangu njoo,
Binti akanyanyuka. Akitoka kwenye ile hali unajua uaji juu ametoka wapi. Nikasema basi tulia. Jamani, tulikuwa kaenda kuzika yule binti akapona. Nikampeleka kanisa la jirani na pale akabatizwa. Anaimbia kwaya maarufu sitaitaja hapa. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, Biblia inasema shetani atakujua na Mungu atakujua. Na ndio maana shetani anakwenda kwenye kiti cha enzi, anamwambia wewe Bwana unamlinda Ayubu kwa sababu umemwekea ulinzi. Maana yake shetani alimjaribu Ayubu akakutana na nini? Security. Na Mungu anasema umemuona mtumishi wangu Ayubu. Kwa hapa inaonyesha ukiwa na roho bora ya Bwana, shetani anakujua na Mungu anakujua. Ukiwa mwimbaji bora, shetani anakujua, Mungu anakujua. Ukiwa mchungaji, mzee wa kanisa bora, shetani anakujua na Mungu anakujua. Lakini afadhali shetani akujue na Mungu akujue. Ni hatari shetani akujue. In fact, shetani anajua walio wake na anajua wanaomjeruhi. Na ndio maana Nebukadneza alipokwenda akachukua watu wenye roho bora, wakachukuliwa kupelekwa utumwani. Jioni ya leo, hata kama unadhani unapitia changamoto ambazo shetani amekupelekea kwenda kwenye hizo changamoto, hata kama unapitia tabu na huzuni, hata kama unapitia kwenye magonjwa, hata kama unaona kuna majaribu hayaeleweki, kuna majaribu hayaeleweki, jua ya kwamba wewe una roho wa Mungu. Afadhali ukiwa na roho wa Mungu, unapitia changamoto, Mungu yuko na wewe hata huko uliko. Lakini kuliko huko uliko hauna roho wa Mungu. Jioni ya leo katika hili juma, simama kwenye zamu yako, baki kuwa na roho bora wa Mungu ndani yako. Alipowachukua kule, Biblia inasema Mfalme Dario akaweka maliwali 120 wawe juu ya ufalme wake. Dario aligawa mikoa 120, alafu akaweka wakuu wa mikoa 120. Na juu ya hawa wakuu wa mikoa aliweka viongozi watatu. Wakuu wa mikoa 120 wote walikuwa raia wa Babeli. Wale viongozi wawili wa juu walikuwa wa Babeli. Ni Danieli tu ambaye alikuwa ni mtumwa, lakini amewekwa kuwa watatu kutoka kwa rais peke yake, mtumwa peke yake. Jioni ya leo, unapokuwa na Mungu ndani yako, atakufanya uonekane tu pale kazini. Hata kama viongozi hawakuoni, wafanyakazi wenzako hawakuoni, saa itafika utaonekana tu. Kwa familia yako, wamekutenga, wanakudharau, saa itafika watakuona tu. Saa itafika wewe baki kuwa na roho wa Bwana. Katika utumwa Danieli ananyanyuliwa. Jioni ya leo, katika shida yako, katika ufukara wako, katika umaskini wako, katika ustafu wako, katika magonjwa yako, kwa watoto wako, kwenye mahusiano yako, hata kama vimekufanya kuwa utumwani, ukaonekane bora. Danieli anaonekana bora. Ukiwa na Mungu wakati wote, wewe utaonekana kuwa bora popote pale. Bwana wabariki, muwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ili uwe bora.
Basi Danieli huyu alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Danieli akapata sifa kuliko wale 120, akapata sifa kuliko wale wawili. Mfalme akaazimia amweke juu ya ufalme wote. Unaelewa maana hiyo lugha? Yaani mfalme alikuwa anamwandaa Danieli kuwa rais ajaye baada ya yeye. Yeye sio mzawa, hajakulia kule. Kinachofanya tofauti ni Roho wa Mungu. Sasa naomba nikwambie jioni ya leo, unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu lazima uwe tofauti. Narudia tena, kama Waadventista wa Sabato tungelielewa nini maana ya kuwa na Mungu ndani yako, utakuwa bora, utakuwa nyota, utafanya makubwa, utafanya vitu visivyo vya kawaida, utaonekana. Hata kama ukiwa umeminywa, utaonekana kuwa ni bora, maana una kitu kisicho cha kawaida. Bwana akakufanya kuwa bora kwenye mashamba yako. Bwana akakufanya kuwa bora kwenye uchumi wako. Bwana akakufanya kuwa bora. Wenzako wanapofuga vikuku vinakufa kufa, hata wewe vikuwa vinakufa vya kwako, hujui kwa nini vinakufa. Sasa unapokuwa na ile nguvu ya Roho Mtakatifu, Mungu automatic analinda banda lako katikati ya watu ambao vitu vyao vinaweza vikafa, wewe cha kwako kitabaki kuwa bora. Siku moja daktari wa mbwa alisema, bwana wewe umefanyaje? Upepo umepita kule Kinyerezi, mbwa wote wamekufa. Mwenge, mbwa wamekufa. Ilikuwa mwaka juzi hiyo. Si wapi watu mbwa, upepo umepita. We mbwa wako mbona hawajaguswa? Na in fact wako mpaka leo, mbona hawajaguswa? Mungu, wewe ukiwa bora, una mahusiano na Mungu, analinda kuku wako, analinda paka wako, analinda mbwa wako, analinda mashamba yako, analinda miradi yako, analinda mipango yako, kila kitu anakilinda. Maana hivi vitu vyote vinamilikiwa na mtu ambaye ana uhusiano na Mungu. Danieli akabaki kuwa bora. Sehemu ya mwisho, alafu leo taishia hapa. Basi, maana wiki tutadili na Danieli tu. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa kuwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Wivu. Kati ya vitu vinavyomaliza watu ni wivu. Kati ya vitu vinavyosambaratisha huduma za kichungaji ni wivu. Kati ya vitu vinavyosambaratisha makanisa ni wivu. Kati ya vitu vinavyosambaratisha wanakwaya ni wivu. Kati ya vitu vinavyoleta magomvi ni wivu. Wivu ni mbaya sana. Kati ya vitu, kanisa na kanisa wanaoneana wivu. Angalia makanisa yanayofanya makambi kwa ujumla, makanisa 5-6. Hata nani aimbe huduma kuu? Nilienda mtaa fulani, wakasema miaka yote inaimba kwaya hii, miaka yote huduma kuu kwaya hii, sadaka kwaya hii. Yaani wamekariri kwa miaka 8 kwaya yao haijaimba kwenye sadaka wakati wa kufunga kambi, wala huduma kuu, wala kutoka. Hadi wamekariri. Nani huyu anayepanga? Wivu. Mwaka huo nilipofika huo mtaa, nikasema sasa nyie mnaolalamika mwaka huu kwa sababu tuna kwaya ngeni, huduma kuu zitaimba 2, ninyi na wageni. Walifurahi sana. Majula anakumbuka kwaya moja inaitwa Kisukuru. Mwaka huu tukasema mtaimba huduma kuu, mtaanza nye na wageni. Sasa kwa nini walikuwa wanawekwa mbali? Wivu.
Sikiliza, hawa jamaa wanamchukia Danieli, wanamwonea wivu, lakini kinachosababisha Danieli aperform vizuri mambo yake ni nguvu iliyopo ndani yake. Sasa ukimchukia Lumbe kwa kile anachokifanya, automatic umenunua vita na yule aliyoko ndani ya Lumbe. Atakutwanga ubaki kama chapati, maana aliviweka hivi kwa huyu kwa ajili ya kazi maalum. Na wanadamu hawafanani. Ninyi watu, nataka niwaambie, kila mmoja anapobatizwa, amuelewi tu. Kila mmoja alipobatizwa alipewa kipawa, karama itakayolisaidia kanisa. Na ndio maana anayefagia hili kanisa, utamwona ukimweka kwenye uzao wa kanisa anapwaya. Anayeshika hii kamera, ukimweka kufagia vyoo anapwaya. Lakini kuna mtu anafurahi tu kufagia vyoo, anafurahi, ana karama ya kufagia vyoo. Angalia mashemasi wanavyohangaika. Kuna lijamari moja lenye ikifika vyooni linaimba hadi na mluzi, twapanda mapema linafagia. Anafurahi, ana karama. Mungu aliweka watu wenye karama kufagia vyoo, maana vingekuwa vichafu. Mwingine karama yake ni ukarani, mwingine usafi wa kanisa, mwingine uzee wa kanisa, mwingine majengo, mwingine huduma. Hicho kitu uliwekewa na Mungu siku unayobatizwa. Sasa mtu akikuonea wivu kwa sababu unafundisha, unahubiri, unapiga kinanda, maana yake anapambana na aliyeweka hicho kitu ndani yako. Matokeo yake ananunua, Mungu ananunua vita. Na ndio maana anasema ukiona mtu ana namna hiyo, tulia, vita sio yako, ni yangu mimi, tajua namna ya kumshughulikia. Wivu. Ukiona kuna mwenzako kazini anafanya vizuri, muombe Mungu na wewe ufanye vizuri kama yeye, usimchukie. Usiende kwa mchawi kumloga ili afe. Akifa taasisi, kanisa linapoteza mtu. Kanisa moja alifariki mshiriki. Alipofariki mshiriki, yule mama mfiwa akaniambia, fulani alisema nitaona nalinga sana na mume wangu. Baada ya msiba nikamuita ofisini yule dada, bwana, uliwahi kuongea hili? Tuombe kwanza. Tukaomba. Uliwahi kuongea hili? Akasema ni kweli. Je, ulihusika? Nilienda kwa mganga wa Adventista. Nilikwenda kwa mganga. Nini kilichokuwa kinakuudhi? Yaani wanapokuja tu na mume wake, wameongozana, wanacheka. Mimi kwangu ilikuwa tu inanitia hasira. Nikamwambia, wewe si umeolewa, si una mume hata unamfahamu, kwa nini na wewe kufanya hivyo na mume wako? Yaani nyie migogoro yako na mume wako unataka uhamishie na wengine wawe na migogoro kama yako. Tengeneza nyumba yako. Wivu. Mtu ambaye anafanya kazi vizuri awe rafiki yako na wewe umwambie nifanyeje niwe bora. Wivu ni kitu kibaya. Hawa jamaa wakamwonea Danieli wivu kwa sababu alikuwa anapata sifa. Bila kuelewa wanapambana na Mungu wa Danieli aliyoko ndani. Ninawaomba wana Kiluvya, kama Mungu wewe hajakupa gari, unakuja kwa mguu, waombee wenye magari, Mungu awape gari la pili. Utashangaa na wewe unapewa gari. Acha wivu, analinga. Angalia anavyopaki. Alafu analipaki hapa ili wote tulione. Alafu anakuja saa 5. Acha wivu. Kwa nini akupaki kule sasa? Kwa nini anapaki hapa? Sasa uonei tu wivu mtu mwenye gari. Hata mtu akija na bodaboda kapaki hapa. Kamekuwa ka bodaboda siku hizi tena bodaboda yenyewe mkopo. Angalia anapaki hapa. Wivu hadi wa bodaboda unamwonea wivu. Wivu. Sasa yeye kwa nini akupaki kule anapaki hapa? Wewe unanipangia mimi nipaki wapi? Kati ya vitu ambavyo Mungu atakusaidia,
Ukiona mtu ana gari wewe hauna, mwambie Mungu msaidie apate gari zuri zaidi na mimi natamani. Nenda kwa yule mtu, ulinunua shilingi ngapi hii gari? Hivi nikiona milioni 10 naweza nikapata. Nenda uwe na positive mind ya wewe kupata maendeleo kuliko yule. Jiapize moyoni mwako kwamba na mimi nitakuwa kama yule. Lakini acha wivu. Na ukishinda wivu, Mungu atakunyanyua. Wivu ni mbaya. Wivu unasababisha mauaji. Angalia ndoa za leo. Kuna mmoja ananiletea kesi. Pastor, mke wangu malaya. Malaya. Jana alikuwa nazini. Haya, wewe umesema malaya alikuwa nazini na mwanamke anasema hapana. Sasa kinachoweza kufanya mimi niongee ni ushahidi. Naomba ushahidi sasa. Tayari wewe umesema amezini. Huyu anasema sijazini. Sasa ili niendelee nipe ushahidi. Unajua pastani siku nyingine akiwa hajafanya anakuja nyumbani anatembea hivi. Lakini alipokuwa anakuja anatembea hivi manake sasa amechoka na nini? Mzee Mapunda, washiriki wanatupa tabu sana. Kampiga yule mama, kampiga na kitu kichwani. Mama anagaragara, Mungu ananiona sijafanya kitu. Mbona ulikuja kama unatembea hivi? Na kuna tabia, yaani mtu anatengeneza picha kichwani, mke wangu sasa hivi yuko Mwenge, yuko hoteli fulani, sasa hivi yuko chumba, anakuja imagination anamwambia na hana ushahidi. Wivu. Kina baba kati ya jambo la kumwombea mke wako ni awe na Roho Mtakatifu. Hautaweza kuchunga mama wala baba, hautaweza kumchunga mumeo wala mkeo katu. Hauwezi. Muombe Mungu awe na mumeo, awe na mkeo. Kumchunga kiumbe anaitwa mwanadamu hautaweza. Piga magoti, ombea watoto wako, ombea mumeo, ombea mkeo, wawe na hofu ya Mungu. Wivu umeharibu ndoa nyingi. Watu wameachana without evidence. Na mchungaji ukipima unagundua kabisa huyu mama kasingiziwa. Yaani ukipima tu maelezo, hakuna message iliyokamatwa kwa huyu mama. Hakuna sijari wakuta na huyo mtu huku. Wala huyu baba na kia baba nao wanasingiziwa. Hakuna ushahidi wowote. Mtu asa nipe talaka, unatembea na yule muuza matunda pale. Ushahidi hakuna, ila tu hisia. Wivu umesambaratisha watoto wabaki peke yao. Jioni ya leo usionee mshiriki wako mwenzako wivu, usionee ndugu yako wivu. Kama yeye amejenga gorofa, mwambie Mungu na mimi nataka. Hivi unajua utajiri haupo kwenye pesa. Utajiri upo hapa. Jamani, utajiri uko wapi? Kama uamini, ningekuwa na miera leo mzee Mapunda nimpe milioni 100 kila mtu hapa. Nije baada ya miaka 2 ambao watakuwa wametoka kimaisha watakuwa 10, wengine watasema hatuna hata shilingi. Mwingine atanunua bodaboda 20 au anapata kila siku sijui 10,000, wanamlia hela. Utajiri uko hapa. Utulivu wa kichwa chako, ukipata hela unatumieje? Haupo kwenye pesa. Na mafanikio yapo kwenye wewe unaongea nini. Kati ya vitu vinavyotumaliza wengi, bwana mimi nimestaafu, hii nyumba simalizi. Hautaimaliza kweli, umejimaliza tayari. Miaka 35
bora nizae sipati mchumba. Ni kweli hautapata mchumba. Hawa jamaa wakamwonea wivu Danieli, wakaweka sababu za kumpata kimakosa ili wamtie kwenye hatia. Hawakupata sababu yoyote. Maana yake nini ninapomaliza? Wakiangalia labda atatembea kwa kujidai, wanamuona Danieli anatembea hivi, wakitegemea Danieli atakuwa akitembea akiimba nyimbo za mziki ili wamkamate, wasikie tu anaimba hapo hapo nimeshika nimeregea hapo. Wanakuta tu jamaa anaimba twapanda mapema na mchana kutwa mbegu. Wakiangalia atavaa suruali humu, wanaona kavaa vizuri hapa. Wakiangalia je, ataenda kufanya masa, jamaa limenunua mkasi linajinyoa lenyewe, kipara na wembe, hakuna kwenda saruni. Wakiangalia je, atapaka piko, atapaka nyekundu ya humu mdomoni, wanakuta jamaa hajapaka. Amenyoa nyusi, hapana, yuko vizuri. Ameweka rangi kwenye kucha, hapana, yuko vizuri. Amemwambia dada na kupenda yoyote. Yaani jamaa akikutana na dada anaangalia hivi, dada anapita huko. Na mimi hiyo nimeianza. Ukikutana na dada aliyevaa uchi, wale wanafurahi kuangalia. Sasa mimi nawapa mbinu. Ukikutana naye, wewe angalia juu, mimi wanaangalia juu, afa napita, siangalii nyuma. Ukiangalia unakuta kamegeuka. Kanageuka nini? Pumbavu kabisa. Unageuka ni unanitakia nini mchungaji? Wewe unakodolea tu. Wakatafuta, yani akipishana dada akodoe, analamba meno, wanakota tu jamaa kipishana na dada amevaa nusu uchi. Ni hivi tu. Nasikia wito ni saa. Wakiangalia je, ataonekana kwenye pombe? Haonekani. Wakati wote yuko mlimani amefunga. Walimtafuta, Biblia inasema kwa kila kosa na kila hatia. Mwandishi mmoja Mzee Mapunda ameiweka hivi vizuri, anasema hata walimtengenezea kesi ya ubakaji. Hakuruhusu binti yoyote kuwa naye karibu, alishtukia huo mtego. We kijana anakuambia njoo nitembelee, hebu acha hizo tabia. Unapika kwa kijana, sio mchumba wako. Unapika chakula, unakuja kanisani, ukitokea kwa huyo kijana, una adabu wewe? Vijana mlioko kwenye hili kanisa, watu wasione hatia wala kosa lolote kwenu. Unatokea kwa kijana, unapika, unakuja, George niandalie chai na mkate. George, sumaku na chuma vinakutana ndani ya shimo, vinakunywa chai. Nini kitakachoendelea? Hakuona hatia. Hebu njoo rafiki yangu mmoja, njoo nikuonyeshe. Njoo. Wewe njoo. Vingine unakuta binti na kijana wanakutana. Hapa kanisani. Kabinti kanalala. Afu kama kafupi, angalia kanasimamia nini? Visigino. Nyie kina dada, kwa ile ya kusimamia visigino unataka nini? Yaani kwamba hapa pako chini pasogee. Siku moja nikakuta pale kanisani binti mmoja nakumbatiana kijana amesimamia nini? Nikasema yani hapa kiboko kiko wapi? Nikajikuta kumbe ni mchungaji. Kanasimamia visigino. Sasa kwa nini unasimamia visigino? Unataka nini? Mimi wanaangalia visigino. Kaambia wewe toka hapo. Ondoka hapo. Walimtafuta Danieli kwa hatia na makosa, hawakupata. Unalala kabisa hapa. Sikiliza vijana wangu. Vijana sikilizeni.
Kama unadhani wachumba hawapo, mimi ninao zaidi ya 40 wanaume wanaosema pastor, ukiona popote niambie. Wewe endelea kusema hawapo. Siku moja nikiwa Kenya kwenye makambi, mama mmoja mzee Mapunda akaniambia, pastor, mtoto wangu ana wish kumwoa Mtanzania na furaha yake ni kuoa Mtanzania. Sasa sisi Tanzania hatuijui. Tutakwambia lini tutakuja kanisani kwako, mimi na kijana, ila usituandalie mtu. Tutaingia saa 12 kamili kanisani, tutakaa mpaka saa 1 jioni, alafu sisi ndio tutakwambia yule pale. Niko Mimbalani nakwambia, walifunga safari, wakashuka na ndege. Mimi nilichoambia ni organize tu walale hoteli gani, saa 12 kweli wapo kanisani. Wakasema usituonyeshe mtu. Wakaendelea na research zao. Na research kwa saa 5 wakanitumia message, tumemwona mtu aliwahi asubuhi, amekuwa kwenye SS, tumemwona mtu. Jioni kwenye tathmini ili wakalale kesho ondoke, wakasema ila yule kilichotusikitisha yule dada, kila mtu nje anakumbatiana naye, anakumbatia. Niko Mimbalani naongea ukweli kabisa. Tena huyo mtu ni well off, anafanya Ikulu ya Kenya. Anakumbatiana kila mtu. Kwa tumeona hivi, wameniahidi tena watafunga safari kuja tena siku nyingine, hajakata tamaa. Ila yule mtu alipoteza mchumba kizembe. Maana mwishoni walinitajia. Na ana tabia hiyo, akitoka nje, kumbe mtu anakuangalia hapa. Hivi wewe unafanya hayo? Wewe unadhani watu wanaosali hapo wengine wamekuja kimkakati kuangalia wachumba? Na haiwezekani watu wasije kuangalia. Unajipotezea fursa. Wewe salimiana naye, poa, ondoka. Poa, ondoka. Poa, ondoka. Mambo ya kukumbatiana muda mrefu. Watu wakitafuta hatia na kosa wasivione. Danieli walitafuta wenzake. Hivi unaelewa maana ya kumtafutia hatia na kosa? Wakuu wa mikoa 120 wanakutafutia hatia na kosa. Kwenye uaminifu kazini alikuwa vizuri. Kuwahi ofisini wamvizie tu, hata amefika saa 1:30. Jamaa linaingia saa 11 linaombea humo ofisini humo. Bana leo tu wai wanalikuta limo mule linaimba bwana swa jamaa bana, badali iombe huko. Kila anayewahi kutoka kazini yumo. Ametoka kidogo, ametoka, aliomba ruhusa, amejaza hapo, ameomba ruhusa. Hatia na makosa hawakumpata. Jioni ya leo Mungu akubariki usipatikane kwenye hatia na makosa. Sika muda wangu utanitosha, siku nyingine niwaambie. Shetani alichokifanya sasa hivi, ameuleta ulimwengu kuwa ulimwengu wa ngono. Yaani amefanya calculation kwamba hawa watu nitawapatia wapi? Kwenye ngono. Maana dhambi ya mwisho inayoiangamiza Sodoma na Gomora ni zinaa. Sasa wakati wa Nuhu na yenyewe ni zinaa. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na sasa kitakachomaliza dunia ni zinaa. Hapa pastor unamaanisha? Ninamaanisha hivi. Usione hawa wanasema binti amerekodiwa na mpenzi wake akarusha picha ya uchi. Ile ni mikakati ya shetani. Ujikite kutafuta hizo video ili na wewe utumbukie huko. Hawaachii kwa bahati mbaya. Ni mikakati na mbinu za shetani ili dunia maana ikitoka hiyo saa kuna mwanafunzi mwingine bwana amerekodiwa uchi, yani ili watu wafikirie tu matusi. Yesu ndo anakuja. Hii sababu ya zinaa imeletwa leo. Madanguro sio hapo tu Mbezi, sio tu pale Sinza, sio Kinondoni makaburini. Kila saluni unayoingia kunyoa, ukiona tu imeandikwa tunafanya masaji, lile ni danguro.
Kwa hiyo unaenda kunyoa, zinaa inakunyemelea. Na sasa kuna saluni za wakina mama, yani mwanamke anaenda kunyolewa na akina baba. Zipo za akina baba tu na kule wanahitaji kina mama tu. Ngono. Nilikuwa naangalia vyombo vya habari, kuna sehemu imejengwa pale Dar es Salaam, juu ni giza. Asubuhi mchana watu wanakwenda huko, kuna masofa, ni ngono tu huko juu, pamefungiwa hivi karibuni, ni ngono tu. Yani shetani hicho kifanya, ameleta dunia iongelee ngono. Na sasa hivi hakuna wa kukemea mashoga, wanajitangaza live kwenye mitandao, wanaume wanavaa magauni. Na usione wasanii wakubwa, sitataja jina, wasanii wakubwa anatoa video kavaa wigi pale, yupo kwenye mkakati kutangaza kwamba mwanaume anaweza kuwa mwanamke, na wanatumia watu wakubwa. Na sasa ukienda mitaani utaona wanaume wanasuka nywele, siku hizi wanavaa heleni, wanavaa cheni, wanavaa mawigi. Tulikuwa tunapambana na akina mama wasivae mawigi. Sasa hivi mzee Mapunda hali moto, tunapambana na vijana wa kiume. Hatujamaliza mission ya kupambana na akina mama wasivae mawigi. Sasa hivi imebidi tuiache hiyo tu, wanaume bora avae mwanamke, wanaume. Yani huku shetani hatujamaliza kupambana na akina mama wanaovaa malasta. Kama mtanisikiliza, mwanamama umeumbwa kwa namna ya ajabu. Fuga tu nywele zako, zitengeneze, usivae kingine. Alafu huwa mnauzi, mnachukiza, alafu zile nywele zinanuka. Mawigi. Kuna msanii mmoja Tanzania uliona ametoa mziki wake mawigi. Kuna msanii mmoja Tanzania uliona ametoa mziki wake lakini kavaa sketi. Haipo kwa bahati mbaya. Kwanza alitoa wimbo wa kwanza kavaa sketi, mwingine alikuwa amesuka nywele, mwingine cheni. Tayari jamii, kwa sababu ni icon, jamii mega. Wajuzi kavaa wigi, tayari ushoga. Hakuna wa kukemea. Vijana wanavaa nguo za kike sasa hivi. Tulikuwa tunapambana kina dada wasivae nguo za kiume, sasa hivi imetushinda, ni wanaume msivae za kike. Watu wanavaa sketi sasa. Posta unakutana dada kijana kavaa sketi. Shetani kafanikiwa kuuleta ulimwengu kufikiria ngono. Je, katika hayo mambo hautaonekana mwenye hatia wala mwenye makosa? Jioni ya leo Bwana akusaidie usionekane mwenye hatia wala mwenye kosa katikati ya ulimwengu uliochafuka. Na ninyi wa Adventista, hii ya mwisho afu tunafunga. Ninyi ya usema unajua wine, mimi nakunywa wine dompo. Dompo yani ile ni wine, yani haina pombe. Nimechunguza wine ile, bia unakuta ina pombe 7-8%. Wine ina pombe 20 mpaka 16, ila wamekuwekea na kasukari ili ujue ni kasukari. Lakini anayemaliza ile chupa likubwa anakuwa hoi, anabebwa. Mimi si mchungaji, tena mchungaji ninayejichanganya. Wananiambia waumini, pastor, yani mimi nilikunywa nikabebwa. Ni pombe hii. Watakapotafuta watu wanaokunywa wine, eti sisi wa Sabato tunakunywa wine, atunywi pombe, kumbe ile ni pombe. Wewe wakukose. Leo tunakwenda kwenye harusi ukumbini. Anasema dada ambao mjaolewa pita mbele, na wewe Msabato wapita mbele. Anarusha ili puto wa kwanza kulidaka, basi ndio ndoa inayofuata. Wachumba hawatafutu kwenye kudaka puto. Wewe Msabato baki kwenye viti, acha ujinga.
mchumba anatafutwa kwa maadili mema na kumlilia Mungu kwenye magoti. Kila harusi unaenda. Nani alikwambia binti yangu mbona unaenda kila harusi? Pastor, yani huko ndio wachumba wanapatikana. Nani amekwambia? Walimtafuta Danieli kwa makosa na hatia ya kusingiziwa na kufanya, walimkosa. Saa 12 yuko nyumbani, hayuko nje, anajipikia, ali kwenye mahoteli, aendi vibanda vya mziki. Alikuwa ametulia Danieli, ametulia, wanamtafuta, ametulia. Kadada kakimwambia Dani, hawahitaji Danieli. Daniel, I love you. Daniel kwa I'm not your type. Anapita. Walitafuta hata onekane amesimama na dada kwenye kona, walikosa. Bwana atubariki. Kilichomsababisha Danieli abaki strong ni kwa sababu alikuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Usipokuwa na hiyo nguvu, mtego mmoja kwisha, umeondoka. Bwana abariki kanisa lake. Bwana abariki. Kesho tutaangalia baada ya kumkosa nini kikafanyika. Introduction ili kesho usikose. Bwana Majura ile mijamaa ikaenda kikao. Bwana kwa miaka 2 hajasimama na mwanamke, hajazini, hajasimama karibu na baa, hajakumbatiana mwanamke, hajatukana. Sasa hapa tunaweza tukampata kwenye sheria Mungu wake. Kwa hiyo tuseme hivi, ambaye hata mwabudu Mungu wake akaabudu Mungu mwingine kwa siku 30, huyu tutampata, maana lazima ataenda kwa yule Mungu wake. Kwa pale ngoma ikatengenezwa sheria Uamedi na Uajemi. Nitaanzia hapo kudadavua zaidi ya nusu saa kesho. Nyie mnasikiaga tu, kwani Biblia ni sheria? Biblia si hii sheria sio Umedi na Uajemi, sio mnasema hivyo? Sasa nitakwambia ile sheria mwanangu, mzee Mapunda, ile sheria ilikuwa ikisainiwa kwamba kuingia saa 11 kanisani hapa itakuwa saa 11. Mfalme akiisaini, yani akisha isaini inakuwa juu ya rais ile sheria, alafu inakuwa juu ya watu wote, yani haitenguliwi. Rais hawezi kuitengua. Ndio maana kwingine rais alikuwa na uwezo wa kusema hawa msihukumu, hawa mhukumu, lakini ya Umedi na Uajemi akisha isaini haitenguliwi. Kwa hiyo walichomfanya, walimtega rais kwamba saini kwamba mtu asipokuabudu wewe aweze kutumbukizwa kwenye shimo lenye moto. Kwenye shimo lenye moto. Sasa kwenye shimo la simba. Mfalme bila kujua ni Danieli akasaini. Kuja kuona ni Danieli imemkamata, analia, anasema Danieli, sikujua, ila wewe nenda tu, Mungu wako atakusaidia. Hawezi kuitengua. Kesho tutadadavua kiundani, figisu. Na title ya somo la kesho ni kwamba figisu dhidi ya Danieli. Hilo ni bonge la figisu. Yaani wanaume walikaa wakajua tunamkamatia hapa. Lakini tutaendelea mpaka siku ya mwisho, tutaona. Jioni ya leo usinaswe kwenye kosa, hatia yoyote. Bora usingiziwe, usinaswe. Na Roho Mtakatifu awasaidie. Usinaswe kwenye kosa na hatia yoyote. Mungu atubariki. Tusimame. Kumtegemea Mwokozi. Tupite mbele kwa ajili ya maombi. Bisa lineno ni amor. Oh Yesu na mwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kwe. Kesho tutakuwa na boksi la maombi hapa, na kila mmoja utaleta maombi yako.
na kesho na siku ya Ijumaa itakuwa ni siku kuu ya maombi. Na katika hizi siku 4, katika jina la Yesu, magonjwa yatatoweka. Ninamwamini ninayemtumikia, ninamjua ninayemtumikia, hajawahi niacha. Ninapomwomba na kuja naye kwenye majuma ya uamsho, hajawahi niacha. Kesho Mzee Mapunda utanikumbusha nisimlie walau visa viwili vilivyotokea pale Dodoma Central nikiwa ninahubiri. Hajawahi niacha. Jioni njoo. Lakini muite jirani yako pia. Mshiriki mwenzako, mtumie message, bana juma limeanza. Mwalike, lakini leta na rafiki yako. Mungu anakwenda kuinuliwa ndani ya hizi siku 4. Tuombe. Yesu na rafiki yangu, wewe ni baba na hatuna baba mwingine zaidi yako. Pokea sifa, heshima na shukrani. Ninakuomba kuwa pamoja nasi mpaka siku ya Sabato. Ninakuomba utukufu wako usipungue. Ninakuomba neema yako isipungue. Nakuomba Baba ukae ndani yetu, usituache. Na jioni ya leo watoto wako wamekuja, tumejifunza masomo ya msingi. Tupe roho bora kama ya Danieli. Yesu, kuna watoto wako wengine wana vita wanazopitia, wapiganie. Wengine wana kesi zinazowakabili, kawapiganie. Wengine wana magonjwa yanayowasumbua, kawapiganie. Wengine wana maumivu kwenye miili yao, kila aina ya maumivu, iwe mgongo, iwe pingili, iwe nyonga, iwe pressure, kisukari, tezi dume, miguu, kichwa, allergy, kila aina ya ugonjwa ukatoweke sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba na Mungu wangu, asante kwa uponyaji. Tunaomba nguvu wa Roho wako Mtakatifu asitupungukie, awe nasi milele na milele. Ondoka pamoja nasi na kesho tulete tutakapoendelea na funzo la Danieli, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru kwa kuja kwa siku ya kwanza ya siku 4 za uamsho, na ninaamini litakuwa juma la pekee katika maisha yetu. Litatusogeza karibu na Bwana. Mchungaji Lumbe, najua nao mahubiri mengi